ile sura ya 15 kuanzia mstari wa 11. Luka, ungepanda pale juu ili sisumbue wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji wa mji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokuwa wanakula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. 15. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike. Mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa na yeye amefufuka. Alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. 25. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kukaribia nyumbani, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amechinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akisema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilimpasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Tena Bwana makofi ya shangwe. Twende nukta kwa nukta. Amen. Ndio. Mstari wa 11. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Ndugu zangu, mnanisikiliza vizuri? Amen. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Yule mdogo akamwambia babaye, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Ngoja tusimame pale kidogo. Hivyo una habari baba, unaweza ukatafuta mali, ukawa na watoto katika watoto, na mmoja ndani akawa na wivu ya kuangamiza wenzake na zile mali. Mmepata kuona vitu vya namna hiyo? Kwa nini tunakuja kwenye maombi? Kwa nini tunasimama kwa ajili ya kuombea watu? Ni ili mioyo yao iweze kubadilika na kumjua na mtu akimjua Mungu hawezi kubabaika wala hawezi kubabaishwa na mali.
wala hawezi kusababishwa kwa sababu fulani amekula chakula akakimaliza akawa na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu anamjua Mungu kwa undani. Kila mtu anayemjua Mungu kwa kumpapasa ana shida, hawezi kutosheka. Ndio maana unaona mtu anayumba sana. Hebu angalia katika shuhuda zilizotoka zote kuanzia mwanzo. Unamuona Dina, hebu simama kidogo Dina, nitoe mifano mizuri. Huyu kwa nini akabarikiwa kirefu? Mwanzo wa kujua huduma hii alishikamana na huduma. Tabia ambazo nilimtamkia baada ya miaka 9 ndio anafanikiwa. Vile vitu vyote ambavyo nilitamka alivyokuwa ameshuhudia hapa ile wiki iliyopita. Kwani unaweza ukasema sababu ni nini? Sababu alipoiona nuru, aling'ang'ana na nuru. Na tunaona ukiwa na watoto wachunguze sana. Kuna mwingine amezaliwa yuko tayari kwa kuangamiza wengine. Na ndio maana Yesu anasema ya kwamba lilieni nafsi zenu na nini? Na watoto wenu, kwa sababu ndani kuna shida. Bwana asifiwe. Twende. Akawagawia vitu vyake. Akagawia vitu vyake. Mstari wa 13. Ndio. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akaenda nchi ya wapi? Ya mbali. Hiyo nchi ya mbali sio kwamba hakuwahi kufika. Uwezi leo ukasema nipe milioni 100 ukaanza safari ya kutoka hapa kwenda Kenya, tena Nakuru, ambapo ukienda kuulizia kuna saa watu watakuja watajua tu huyu ana pesa, yafaa tumng'ang'ane. Lakini safari ya mbali alitembea kwanza, akajua nikichukua sehemu ya baba yangu, ninapoenda naenda sehemu ninapopajua. Akujitokea tu. Ndio maana mpaka mtu aliharibu madhabahu amekwisha kaa muda mrefu, akajua nitaanzia wapi na nitamalizia wapi. Ndio maana mpaka jirani ya kuroge, maanake ameshakaa na wewe muda mrefu, kuna vitu vingi umemwambia, sasa anajua ataanza wapi na atamaliza wapi. Bwana Yesu asifiwe. Patie Bwana makofi ya shangwe zaidi. Mstari wa 13. Ndio. Hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Maana inawezekana alioa wanawake wengi, inawezekana alitafuta waganga wengi, inawezekana aliua watu wengi, inawezekana aliwaroga watu wengi kwa kutumia pesa yake. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba akatapanya kwa njia ya nini? Ya uasherati. Maana yake alitapanya pesa yake, alitapanya mali yake. Na leo hii katika familia utakuta baba na mama wanateseka kutafuta, lakini anatokea mtu mmoja miongoni mwao, watoto wao wanaanza kutapanya mali. Hana huruma na kile kidogo anachokipata. Hana huruma na mali ambayo baba yao amewatafutia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vema sana unapomsomesha kijana wako, akimaliza kile alichosomea, mwambie sasa pambana peke yako, kwa sababu ndio ujira wako ambao nimekupa. Lakini kama mtoto amesoma, anafika mahali ameshamaliza chuo chake kwa hicho alichosomea, alafu una tabia ya kumvuta kwa sababu una ile mali, mwisho wa siku haupo hiyo mali, hata ukifufuka utakuta. Ndio maana maandiko yanasema mali ya mtu mkali ina tabia ya kudumu, lakini mali ya mtu mpole anayesema nimeokoka, sisubutu kumgusa, sisubutu kumdai, utanyang'anywa mpaka kiatu unachofanya. Ndio maana nikiona mtu anacheza na kanisa na kuwa mkali kuliko, ndio sawa, wewe utasema mtumishi kwa nini anakuwa hivi, mtumishi kwa nini ameongea pale, mtumishi kwa nini amefanya pale. Mimi si baba yako wala si mama yako. Mama yako na baba yako yuko mbinguni,
na mimi baba yangu na mama yangu yuko wapi? Yuko mbinguni, anayetupa uzima na nini? Na uhai. Kwa ukiona mtu anacheza na madhabahu, usimlazie damu. Maana utakuwa umemtetea nani? Utakuwa umemtetea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ataulizwa kazi aliyoifanya. Kama ulimtetea Yesu, utaulizwa. Kwa hiyo mzazi uliokuwa mahali hapa, mzazi wa kiume na wa kike, kama umetafuta mali yako kwa shida, angalia usiachie horera alafu watu wakaichezea au watoto wakachezea horera kwa sababu bado unazidi kuchuma. Kesho haupo, ile mali haitakuwepo na jina lako litazimia. Yaani maana yake uko wapi? Utakuwa huko tena duniani. Ndio maana babangu alituachia mali, wamama wawili wakaipiga ile mali, wakaiharibu kwa njia ya waganga, wakaharibu kwa njia ya kesi, wakaharibu ile mali. Na ukienda sehemu wanapoishi wanakuwa kama mahami kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hawakusimama kwenye mstari ambao mume wao alikuwa anataka. Na mvua ya upepo ilipokuja, ilipita kule shambani kwao, ikaondoa ndizi zote, pamebaki peupe kama walivyokuwa wanataka katika mioyo yao. Ni mifano ambayo iko hai. Angalau kwenye ile shamba ya mama yangu ina ndizi, hata nikitaka napata ndizi ya kuchoma. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kuachiwa tulilinda sana kwa gharama ya aina yoyote, ili kile kizazi kising'oke pale. Lakini wale walikuwa tayari na hicho kizazi kife kabisa kama wana wapotofu. Ganga anakuchanja, anakudanganya, anakuambia Furaha ameenda Nigeria, wiki hii atakuua. Kwa hiyo hapa panatakiwa milioni 1. Unaenda kuchukua madume ulioachiwa ya kukusaidia maisha yako. Wewe mama, hata wewe unasikia, unaenda unauza madume shilingi 700,000, unampelekea mganga wa kienyeji. Alafu ukifika pale mganga anapanua mdomo, anakuambia sasa amekuacha. Wapi? Furaha anapiga injili.